asubuhi unakuwa uko na nafasi nzuri sana kuna kwamba brain yako inakaa namna gani, fikra yako iko namna gani. Najua watu wanapoamka watu wako na mambo mengi sana. Mwingine anaanza kurefresh, aliachia jana wapi, hapo ndio anaanzia. Yesterday is gone, today is another day. Kuna aina 5 msikilizaji za udhaifu unaotokana na mfumo wa Olympic kuwa na nguvu kwenye maisha yako. Nguvu 5. Kuna aina 5 za udhaifu unaotokana na mfumo wa Olympic kuwa na nguvu kwenye maisha yako. Kitu cha kwanza, utakosa nidhamu ya muda. Wakati ambapo unachelewa, ulikuwa ukwe mahali mapema, wewe umechelewa tu, angalia huu udhaifu, utakudhuru sana. Utakosa nidhamu ya muda. Kitu cha pili, utahisi kila wakati una mambo mengi yasiyoisha. Every now and then yuko na vitu mingi sana ambavyo haviwezi isha. Number 3, utakosa hamasa ya kufanya mambo muhimu. Utakosa ile passion. Kuna kitu ambacho kinasukuma mtu kufanya vitu. Wewe utakosa kwa sababu utakosa ari, inaitwa ari ya kufanya mambo kwa haraka. Ile passion ya kufanya vitu kwa haraka. Utakuwa ni mtu asiye kwa njia moja, mtu usiye na vipaumbele maishani. Unakosa vipaumbele kwa sababu ya hiki ambacho nazungumzia. Utakosa tu, hauna priorities. Kizungu chake ni hicho, hauna priorities. Utakuwa ni mtu usiye na vipaumbele maishani. Hayo ni mambo 5 ambayo mimi nimekutajia, ambayo mimi najua. Utakosa nidhamu ya muda. Every now and then unakuwa una discipline ya muda, unafika umechelewa. Wewe umekuwa mtu anajua tu fulani atachelewa. Unakuwa mtu wa kuchelewa tu. Mara ambapo ungefika mapema unachelewa. Utahisi kila wakati una mambo mengi yasiyoisha. Mambo yako huwa yaishi. Utakosa hamasa ya kufanya mambo muhimu. Utakosa ari ya kufanya mambo ya haraka. Kwa haraka. Uko tu. Na utakuwa ni mtu usiye na vipaumbele maishani. Hauna priorities. Leo hii kwenye Chemsha Bonge ya siku ya leo, wacha nikazungumzia aina ya kwanza ya udhaifu, ambapo utakosa nidhamu ya muda. Watu wanapenda kuchelewa sana. Wazungu hawachelewi, na watu ambao wameenda ugaibuni ama wamekuwa kwenye system za ng'ambo wamekaa kama wazungu, huwa hawachelewi. Na hata watu wanaoishi ng'ambo, usimuitishe chakula, wewe weka project kwa meza, mwambie hii project, watafikiria sana mara mbili wa kusupport. Lakini ukiwa unakusema bwana, nitumie kitu nikule, hawatakupatia. Sehemu ya kwanza ambayo utadhoofishwa na ambayo itakusababishia uwe na tabia ya kugairisha mambo isiyoisha katika maisha yako ni nidhamu ya muda. Nidhamu ya muda. Na asubuhi wapo ulinipata vizuri, nilikupatia viamsha nikakuelezea kitu ambacho kama ulinishika vizuri, nilizungumzia kuhusu kuna vitu ambavyo hautakikani kuweza kusema unavigairisha. Kuna vitu ambavyo hauhitaji kabisa kuweza kusema kwamba unavigairisha. Kule ugairisha ni Kiswahili sanifu cha kusema kwamba unaahirisha. Usiache kitu chochote kwa baadaye. Baadaye kahawa huenda ikapoa. Fursa ni mfano wa chai moto. Wewe ukisubiria ipoe, kuna mtu anayekunywa ikiwa moto namna hiyo, na imchomi ulimi, ama ikimchoma anajikaza, anatoka machozi na anasonga. Baadaye utapoteza hamu ya kufanya. Baadaye mchana ugeuka kuwa usiku. Baadaye watu hukua. Baadaye watu uzeeka. Baadaye maisha hupita. Baadaye utajuta kwa kutochukua hatua wakati ulikuwa na nafasi ya kufanya leo. Kile Mungu anakuzungumzia leo anazungumzia na watu wengine milioni. Tofauti ya watu kuchukua idea ni kwa sababu kuna wengine wanalalia hizo idea.
wengine wamesikia na wakazembea, na wengine wakasema hawana mtaji, hawana pesa, hawana uwezo, na wengine wakasema ninaanza leo. Haijalishi niko wapi na ninafanya nini, haijalishi niko na ofisi ama sina ofisi, haijalishi niko na vifaa vya vitendea kazi ama sina, lakini ninaanza leo, kwa sababu muda upo. Na vitu ambavyo umeweza kupatiwa, uliletwe duniani for purpose and for reason and for the certain period of time. Mfano wa mama mzazi wangu aliyefariki dunia siku kama ya leo, miaka ambayo imepita 2021, kama angesema nitawafunza kesho vitu ambavyo alitufunza, angeenda na script zote. Aliwachilia ile script katika maisha. Alizimika katika kuongea, hawezi akazungumza. Hata nikienda pale kwenye kaburi lake nikapiga nduru, hata nikalala juu ya kaburi, hawezi rudi kwenye mwili huu. Lakini maneno ambaye alizungumza kwangu, akazungumza na watu wengine, akawa impact, akaweza kuweka ndani yao, hayawezi akakufa, kwa sababu kuna kitu ambacho alisimamia. Na hiyo ndio legacy ambayo alisimamia. Kuna kitu ambacho alisimamia. Kuna watu ambaye aliguza maisha yao. Kuna vitu ambavyo alivifanya, na alipoondoka, aliondoka akiwa amevifanya. Ameweza kuimpact watu. Watu wanakaa, wanaishi, wanakumbuka kwamba tuliambia siku fulani hiki na hiki na hiki, alisema hiki, alikusimamia hiki, alikuwa mjasiri kwa sababu hiki na hiki, alisimama miguu yake miwili akisimamia jambo. Na wakati wake unapofika, aliondoka tena pasipo hata kusema kwaheri. Na mojawapo ni kuweza kuamka alipokuwa anaamka asubuhi na mapema, kuweza kutekeleza majukumu yake kama mama mzazi, mke, na vile vile mtu ambaye kuna vitu ambavyo alivifanya hadi dakika ya mwisho. Alitumia muda wake mwingi katika hatua hiyo, na tuliona sio kwa kuongea tu kwa maneno peke yake, hata kwa vitendo. Nidhamu ya muda ni kitu cha maana sana, kwa sababu kuna vitu ambavyo unahitaji kuvifanya leo, usipovifanya wakati ambapo uko kwenye kitanda chako cha mauti cha mwisho, vitakuwa vinakunenea, vinasema wewe ndio ulikuwa utupatie uhai kuwa kampuni, wewe ndio ulikuwa utupatie uhai kuwa huduma kubwa, wewe ndio ulikuwa utupatie uhai tuweze kuandika watu mamilioni. Sasa unaondoka, ni nani atatutia uhai? Kwa sababu hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kuweka uhai kitu ambacho Mungu alikuita ukafanya hapa duniani. Unahitaji kukianzisha ili Mungu aweze kuweza kukiinua na uweze na akuletee watu ambao wataweza kukiendeleza hata usipokuwa. Kinaanza na wewe. Akianza na jirani yako. Ni wewe ndiye ambaye unafaa uweze kukipatia uhai. Unapoteza muda, unalala, unazembea, haufikirii, huko tu. Yani kuna vitu ambavyo ulileta ukavifanye hapa duniani. Hili wakati ambapo hata unapoondoka vinabaki vikizungumza, wakati ambapo hauna nguvu ya kuzungumza kutoka kwenye ule mwili ukaweze kunena. Kwa sababu sauti hii ambayo umepatiwa itaondoka wakati mmoja. Na wakati ambapo inaondoka haiwezi rudi ndani ya huo mwili tena. Hiyo ondoka ikienda, mwili unarudi tu kwenye mavumbi. Ni kipi ambacho unakifanya leo ambacho kitazungumza hata kama haupo? Leo hii unaweza kuona mtu anapanda mti sio kwamba yeye atakula matunda yale mti. Kuna watu ambao watakula matunda yale ya mti. Na hata wengine wajafika dunia hii. Yeye wengine watajikika kwenye hiyo kivuli cha mti. Hiyo mbao inapasuliwa, ikijenga nyumba, wakupanda. Unafanza kwa sababu ya watu wengine. Muda unaoharibu leo ni kama baton. Kuna watoto ambao watarudi kutafuta kijiti nyuma ndio waanze kukimbia wakati rika lao limeenda kucelebrate gold. Okoa muda. Kwa ufupi, kuwa na nidhamu ya muda. Kuwa na nidhamu ya muda ni ile hali ya kufanya
jambo unalokusudia bila kujali kama unajisikia kufanya ama hapana. Kwa maneno mengine, kuwa na nidhamu maana yake ni kuwa unapoamua kufanya jambo fulani, basi unalifanya bila kugairisha kwa sababu zozote zile. Watu ambao mfumo wao wa Olympic huwa unawatawala zaidi ni watu ambao kwanza huwa wanapoteza muda sana. Mtu anapoteza muda tu. Anapoteza muda. Kuna vitabu unafaa uandike, unaogopa kuandika. Unafaa urudi shule, unakataa kwenda shule, unaogopa kurudi shule. Unafaa kusoma, sema hapana, mimi si wa namna hiyo, mimi ninahitaji kusoma namna hii, mimi hapana. Hata fursa zinapozitokeza unakataa. Mimi kuna wakati ambapo alisema bwana, mimi ni mwanahabari, mambo ya kusomea teolojia hapana. Na nimekuwa offered kufanya teolojia kwa sababu nilikuwa nafanya kazi ndani ya teolojia. Rafiki yangu mmoja yuko Marekani sasa, akachukua nafasi ya kusomea hiyo teolojia, Asami Kosgei akasoma, ni mchungaji. Mimi na wengine wanasema hapana. Scholarships zimekuja nyingi sasa kusomea teolojia, mimi nakwepa. Mungu alizungumza nami na nikakumbuka kwamba kuna kila fursa ambazo zinakuja. Sasa hivi niko darasani nasoma teolojia. Hiyo teolojia ambayo nimeikwepa miaka mingi hiyo. Ndio naifanya. Sababu naandika vitabu, nataka kutoa makala mengi, na nahitaji. Hii wakati ambapo kitabu changu kinasomwa, hii hapo ni kitabu ambacho ni cha teolojia. Pale inasemekana amesoma kwenye taasisi hii. Amesoma kwenye kwenye Bible College. Amegraduate kutoka kwenye Bible College. Amefika kwenye kiwango hiki. Lakini vile amesomea teolojia. Hili swala la Olympic limefanya watu wengi sana wamegairisha mambo ambao wangeweza kuyafanya kwa wakati, wakifikiria kwamba wako na muda. Wewe unagairisha kuolewa. Wewe unagairisha kwa sababu yule mwanaume hana pesa, mimi siwezi kuolewa na mtu ambaye hana pesa, kaneka kubwa. Na kumbe ndio mwanaume ambaye angekuzalisha. Bado unajipata umezeeka, una watoto, umezeeka, una ndoa, una familia. Kwa sababu wewe unatamani wa magari makubwa. Wewe na mali, utaki kuchoka. Maria kama angesema hawezi kuolewa na mtu anayepiga randa, hangepata heshima ya kuitwa mama wa Yesu. Unadharau huyo mtu ambaye anachimbia watu choo. Unamchukia sana. Na umegairisha kuingia kwenye hatima yako. Kwa sababu ule mtu wakai kwenye level yako. Ukamdharau sana. Ukaona kwamba huyu hafai. Kwa vitu ambavyo wanafaa wachukulie juu. Ni watu ambao hawajali muda wao na wako tayari kuutumia vibaya. Bila kujali kuwa ukipoteza muda wako basi hautarudi tena. Jana haitakuja. Jana imebakia historia. Na leo vile masaa ambayo tumekanyaga ndani hayatarejea. Yanabakia historia. Ndio maana Mungu amekuweka huko hai leo. Hicho kitu hata kama ukijua hapa, Mungu akusaidie ukakijua, ukaishi hicho kitu. Yupo atarudi leo akikunyakua kutoka kwenye mwili huu, unaenda ukiwa umetekeleza. Na iwapo basi atakuwa bado anakuja na uweze kuitwa baada ya kazi, umeitwa nyumbani kwa pumzike, unaenda ukiwa kifua mbele kwamba kile kitu ambacho Mungu alikuita kufanya umekifanya. Na hata sio kusema kwamba umekifanya, kitaweza kuishi kwamba huyu mtu alikuja akawa. Mimi kuna jina ambalo lilitoka kwenye vinywa vya watu hata vijijini. Mtangazaji. Hadi zitoka. Hata nikijaribu kuwepa, linaitwa tu hata kama siku. Sasa hivi nimeanza kuitwa apostle, mtume, mchungaji. Kama ile ambao mimi naishi hata watu walijua naita tu mchungaji. Kwa sababu
Si kwamba ni mtu anajichanganya. Na hilo tu mchungaji. Hata sasa wanahabari hawajui kwa sababu wanajua tu mchungaji sasa. Ishi kitu ambacho Mungu amekuita uweze kufanya hapa chini. Ni kwa sababu ya kutojali muda, ndio maana watu wa namna hii wako tayari kugairisha mambo ya kila saa, bila kujua kuwa kwa kufanya hivyo wanajichelewesha kufanikiwa waliokusudiwa kuyafanya na Mungu hapa chini ya ardhi. Katika yale, hebu jichunguze. Wewe huwa unajali muda wako ama huwa unatumia muda vibaya? You are using your time badly. Wazungu wanasema hivyo. Kadiri unavyokuwa unatumia vibaya muda, ndivyo ambavyo unakuwa unagairisha mambo, na hivyo ndivyo utaondoka hapa duniani kama hauja make impact kwa society. Na hiyo ndio sehemu ya Chemsha Bongo ya siku ya leo.